Dhambi isiyosamehewa. Je, ni kweli kuna dhambi ambayo mtu akitenda hatosamehewa kabisa? Je, ni kweli kuna makosa au dhambi ambazo mtu akitenda nyingine husamehewa na nyingine hatosamehewa kabisa na Mungu? Biblia inasemaje katika hili? Katika Biblia, katika sura ya 12 kwenye kitabu cha Mathayo, kuanzia mstari wa 30 mpaka 32, inafafanua juu ya hili katika maneno yake Yesu Kristo mwenyewe. Katika Mathayo 12 mstari wa 30 mpaka wa 32. Je, ni nini kinachozungumziwa na Yesu Kristo juu ya dhambi isiyosamehewa? Twende tukasome maandiko haya. Yanasema, mstari wa 30, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. 31, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. 32, na mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa, wala katika ulimwengu ujao. Katika mistari hii mitatu, hebu tutazame mstari hata mstari. Mstari wa 30 unasema hivi: mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Maneno haya yanatumika kwa shetani na mapepo, lakini hata wanadamu pia yanatumika. Kwa sababu gani? Ni hivi: kama mtu hata kuwepo upande wa Kristo, basi hakuna upande mwingine ila atakuwa upande wa shetani, ambaye wakati wote Yesu Kristo anapinga na kuziharibu kazi zake. Ni pande mbili tu mtu anaweza kuwepo. Kama hata kuwepo upande wa Kristo, atakuwepo upande wa shetani, na kama hata kuwepo upande wa shetani, basi atakuwepo upande wa Kristo. Na pande hizi zote mbili wakati wote zinapingana. Na Yesu Kristo mwenyewe anasema mtazamo wa kutokuwa kwake ni uthibitisho ya kwamba utakuwa mpinzani dhidi yake. Na katika mstari wa 31 anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Je, maneno hayo yanamaanisha nini? Ninaweza kusema, anasema hivi: kwa hiyo ninakwambia, kila aina ya dhambi na kufuru zitasamehewa kwa wanadamu, lakini kufuru dhidi ya Roho Mtakatifu hakutasamehewa kwa wanadamu. Tukitazama maandiko haya tuliyosoma yana sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni moja ya ahadi kubwa. Biblia inatuambia ya kwamba tuna msamaha wa dhambi zote ikiwa mtu atadhamiria kufanya badiliko kwenye maisha yake. Lakini sehemu ya pili ni moja ya maonyo mabaya zaidi duniani ambayo tunapewa, ya kutosamehewa dhambi ya kunena makufuru juu ya Roho Mtakatifu. Kuna kitu ninataka nikuambia kwamba msamaha umetolewa kwa wanadamu wote duniani. Ninamaanisha hivi: kwa kweli msamaha utakuja kwa wale wanaotubu na kumwamini Kristo. Alafu Mungu atasamehe uhalifu wao mbaya waliotenda katika maisha yao. Vitendo vibaya zaidi ambavyo wametenda, Mungu atawasamehe. Maandiko kama Luka 24:47, Matendo 13 mstari wa 38 mpaka wa 39, na Efeso 1 mstari wa 7, na waraka wa kwanza Yohana 1 mstari wa 9 yanathibitisha hili nililosema. Na maandiko kama Mathayo 6 mstari wa 12 na ule mstari wa 14 na ule wa 15 yanazungumza kuhusu msamaha wa dhambi. Hakika tunao msamaha wa dhambi zetu kama tutadhamiria na kuhitaji badiliko la kweli na kutubu. Lakini pia kwa upande mwingine Biblia inasema, na mtu yote anayesema neno dhidi ya mwana wa Mungu
mwana wa Adamu atasamehewa. Lakini mtu yeyote anayesema dhidi ya Roho Mtakatifu hatasamehewa, ama katika ulimwengu huu au katika ulimwengu ujao. Ngoja nikwambie kitu hapa ili uelewe katika hili. Ni Mungu anayewawezesha watu kutubu. Maandiko kama Matendo ya Mitume 5:31 na Matendo ya Mitume 11:18 na Timotheo wa pili 2:25 linathibitisha hili. Lakini ni Roho Mtakatifu wa Mungu anayefanya kazi katika mioyo ya wanadamu, ambaye huwaongoza wanadamu katika toba. Je, ikiwa Roho Mtakatifu ndiye anayeongoza mtu hata kufikia toba, mtu anayemkufuru atatubu vipi ili asamehewe? Wakati watu wakifanya bidii kumkataa Roho Mtakatifu anapoleta hukumu ndani ya mioyo yao ya kutubu, na mtu anakataa kutubu, hata Roho Mtakatifu anavyofunua ukweli wa kuanguka katika toba juu ya kile alichokikosea, na mtu huyo hukufuru na hujitahidi kutokunyenyekea na kuifanya toba ya kweli, Roho Mtakatifu hakika hatafanya kazi ndani ya mtu kama huyo. Na kwa hiyo watu kama hao hawatatubu kamwe, na kwa hivyo hawataweza kusamehewa. Biblia inatueleza ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayemfanya mtu kuweza kutubu dhambi. Na ikiwa mtu muhusika amemkataa Roho Mtakatifu, ni nani atakayefanya hukumu ya dhambi yake ndani mwake wakati utendaji wa Roho Mtakatifu hayupo? Ni dhahiri kamwe hatatubu na ataangukia katika makosa yake. Jambo ninalotaka kueleza hapa ni kwamba hakuna dhambi ambayo haisamehewi isipokuwa ile ambayo haikutubiwa tu. Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ina maana pale anapokuja ndani yako na kuifanya hukumu ya hatia moyoni juu ya kutubu dhambi fulani iliyo ndani mwako, wewe kukataa na kuona ni sahihi ijapokuwa amefunua ukweli wa makosa yako. Mtu wa namna hiyo hawezi kutubu, hivyo hawezi kusamehewa. Ukimkataa Roho Mtakatifu huwezi kutubu, kwa sababu yeye ndiye anayeongoza watu katika toba. Je, atakuongozaje sasa? Ndiyo tafsiri ya andiko hili inaposema dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu huwezi kusamehewa, kwa sababu yule kuongozaye katika toba umemkataa na umekataa ukweli wake ndani yako.